Mambo vipi? Yes, kwanza nimeambiwa hapa kila mtu kaja na mpenzi wake, kwa hiyo unaweza kumwangalia hapo ukamwambia wewe ndio utanioa. Kama kweli umekuja naye lakini. Mimi nimefurahi sana leo kuwepo Morogoro. Sawa na ile siku ambayo nakumbuka nilifeli shule, nilifurahi sana. Najua mnaweza mkashangaa. Unajua kuna raha ukifeli shule na washikaji zako wale muhimu yani. Yaani wana na wewe wote mmefeli. Lakini kinachokupa furaha zaidi ni kuta washikaji ambao wanaongoza darasani walikuwa wanaongoza na wao wamefeli. Yaani hata mamako akikuuliza matokeo vipi, naambia lakini hata John amefeli, yani kabla hujarudi kwako yani. Naanza kuwataja wale ambao wana akili. Na unajua alafu sijui kwa nini shule ukifeli kunakuwa na matangazo mengi ya nafasi za kazi. Yaani nafasi za kazi tena zinakuwa na wanakuambia tu sharti awe na D2 tu. Na wewe hizo D huna kabisa. Inauma sana. Alafu sijui kwa nini unaweza kuwa unaangalia TV peke yako hivi au unasikiliza radio unapiga muziki tu uko sebleni. Wakija wazazi wako sebleni hapo ndo wanaanza kutangaza nafasi za kazi. Alafu wale jamaa wanaongeaga yani wanawashirikisha paka wazazi. Tangazo, nafasi za kazi. Baba, mama, mlete mwanao. Sasa wewe umekaa hapo afu nakwambia sharti au na D2 tu. Wazazi wanakuangalia sema yani mbo imeshindwa kabisa kupata D2. Na wewe ndo huko hapo nyumbani unacheka tu. Unajua afu sijui kwa nini ukifeli lazima uende kusalimia ndugu. Hamna mtu ambaye amefeli akakaa nyumbani kwao miezi yote. Lazima usafiri kusalimia. Mimi nakumbuka kipindi hicho nimefeli. Nilikuwa nakaa nyumbani afu wazazi wanakuwa nakusema kipindi hicho ukifeli. Hawakusemi direct ila kuna namna na kusema mpaka mwenyewe unaona kesi. Hapo itabidi niame sasa. Mimi kipindi nimefeli utakuta mama anakuambia kipotoshi. Nietee kisu baba. Yaani wanaongea kistaarabu wanajua imbo ina akili sasa hivi. Unasema sawa, unapeleka kisu kweli. Unasikia ni kisu alisema. Unafika kwa mama anakuambia mwanangu nisema kijiko baba. Na wewe unajibu kistaarabu samani mama sikusikia vizuri. Mama anasema mwanangu siwasikie walimu wako nisikie mimi baba. Sasa hapo unaanza sasa yani kijiko tu kimesababisha elimu tena. Kwa unakuwa makini. Sasa nyingine nakwambia mwanangu nietee sahani. Unasema okay hapo umesikia ni sahani lakini unajiongeza unabeba na kijiko na mwiko yani vitu vingi. Asije akasema hii kunafika pale unampa sahani yako. Sahani baba anasema okay mwanangu kwenye chakula baba uko makini ile elimu umeshindwa kabisa. Sasa ile hali kwa kweli mimi nikasema hapa nyumbani naondoka. Nikaa nimeondoka zangu kutoka Mbeya nikaenda Dar kwa blaza. Alafu sijui kwa nini blaza alikuwa amepata taarifa kwamba nimefeli. Nafika Dar na yeye ananiambia dogo matokeo vipi? Namwambia bro, si amekwambia mama? Ambia nikajua labda nadanganya nikasema okay unautani na mama yako siku hizi. Kwa sababu aliambiwa hali ya matokeo. Tukafika pale nyumbani kama kawaida ugenini. Unajua ugenini ndio sehemu ambayo mnaonyeshana tabia za uongo. Yaani mwenyeji anajibu kuonesha tabia yake ambayo sio na wewe mgeni unaonyesha tabia ambayo sio. Kwa nikafika pale kama kawaida usiku chakula mnakula mezani anaanza blaza anapakua chakula mke wake. Bro alikuwa na vitoto viwili na mimi sasa. Unajua kitu ambacho kwa nishangaza blaza mimi najua nakula. Lakini siku ile akapakua chakula kidogo sana. Unajua mgeni nao itabidi upakue kutokana na wenyeji walipopakua. Mimi mwenyewe nikapakua wali kidogo. Ila najua wali sishibi. Ila kwa sababu ndio siku ya kwanza naonyesha tabia na mimi kama mpole. Akapakulia watoto wake chakula nao kidogo. Mimi nikapakua kidogo kabisa nikawa nimejibana tukaanza kula. Lakini cha ajabu vile vitoto vyake vimeacha chakula chao vikaanza kuja kula na mimi eti tena babao mdogo. Sasa mimi hapo ikawa tena chakula kidogo tena watoto. Mama akawa anacheka tu. Ya watoto wanamsumbua babao mdogo. Mimi kwenye akili nasema watoe basi kama umewaona. Maana uwezo kaongea kwa sauti wako kwa wale watoto. Yani afu sijui kuna vitoto ugenini vinakuwa visumbufu vinaweza yani kiko kichafu kinakupanda kwenye nguo uwezo ukakisukuma kiko kwao. Vile wataalamu tunapigaga kwenzi hivi. Kuna kwenzi ambayo ukipiga unatua hivi unaipandisha unaona kinalia kinatoa machozi tu. Ndio hivyo vitoto. Jamani dhambi ziko nyingi sana. Issue ya kukwepa dhambi mimi binafsi siwezi kwenda peponi mimi naenda motoni. Mimi nikifika mbinguni nanyosha moja kwa moja motoni. Mungu labda nirudishe kwamba kipotoshi njoo. Rudi kwanza huko.
Kwa sababu hiyo kumtamani mke wa mtu naambiwa ni dhambi, sijui usizini dhambi, kuua, yani kuna dhambi ziko nyingi. Alafu kuna dhambi ya kwamba usitamani mke wa mtu. Hii unajua dhambi waliweka zamani kwa sababu watu walikuwa ni wachache. Nyumba moja iko hapa, nyingine sijui Msamvu kule. Ilikuwa ni kweli wewe ufunge safari kutoka hapa mpaka kule kwenda kumwangalia mke wa jirani yako, hiyo ilikuwa ni dhambi. Lakini sasa hivi majirani tuko nao hapo hapo ndani. Hii nazungumza kwa sababu naambiwa sisi wenye dhambi, mimi najiweka kwenye kundi la wenye dhambi. Najua nitapata wenzangu tu. Sisi wenye dhambi unaambiwa tunaenda motoni. Tunachomwa milele. Yaani kuna tanuri la moto unaingizwa ndani huko. Unachomwa milele sisi wenye dhambi. Wale ambao hawana dhambi wao wanaenda peponi, wanaimba na kuabudu milele. Sisi wenye dhambi tunachomwa milele. Ambao hawana dhambi wanaimba na kuabudu milele. Ambao ukiangalia kwa makini yenyewe ni adhabu. Wewe uimbe milele. Okay. Unajua wiki la kwanza unaona raha kuimba tu. Wenye dhambi wenzangu unaona? Safi safi. Nipe tano mwenye dhambi. Kakae tutachomwa baba. Sasa unaambiwa wale ambao wanaenda peponi wanaimba na kuabudu milele, ambayo ukikaa kwa makini na yenyewe ni adhabu. Kuimba unaweza kuona raha. Wiki la kwanza unaimba raha tu, sinaimba. Mara miezi 6 unaimba tu. Miaka 7 unaimba kila siku. Unaanza kuchoka. Sisi ambao tuko kwenye moto tunaanza kuzoea moto sasa. Kuna sehemu ukikaa hapa moto haunguzi vizuri. Unakaa hapa hapo mko wengi kwenye moto, kuna washikaji mnapishana tu, vipi fresh, wengine anaenda huku, mnapishana. Unaambiwa jioni ukikaa kule pembeni, jioni moto haunguzi. Alafu mchana wewe kaa nyuma kule, moto sio mwingi. Wakati huo mnasikia kuna wana wanaimba kila siku huko nje huko. Sasa unajua hao warokole wanaanza kujikomba kwa Mungu, eti maisha haya tunapita tu. Mungu anakuambia no, hapa umefika. Hapa hakuna kupita. Kwa mnaimba, alafu chakula chao chenyewe unaambiwa sijui ni asali na maziwa na asali, ambapo wenyewe ukizingatia pia hicho chakula ambacho unakula, manake tu unasafisha koo ili urudi tena kuimba. Kwa hiyo issue ya kuimba ni ngumu. Alafu unajua unaona mlivyokaa hivi siku ya mwisho hiyo mbinguni, tunakaa kama hivi tulivyokaa. Mimi ndio maana nasema mimi kwa kweli kwenda mbinguni siwezi. Alafu tunakaa hivi, Mungu yuko mbele na TV yake kama hapa, wanapitia mambo yako yote ambayo ulikuwa unafanya duniani. Mimi nina vitu vya ajabu na vifanya mpaka Mungu mwenyewe akiangalia sema Mungu wangu. Mungu mwenyewe huyo. Kwa sababu yani bora ukubali kwamba una dhambi, kwa sababu kuna vitu unavifanya. Kwanza ukikubali video yako ioneshwe hapa ya maisha yako ya huku duniani, manake hapo unampa Mungu, unakuwa na adhabu mbili. Kwanza ya kumdanganya Mungu, pili kufanya Mungu angalie pono tena hapo. Kwa sababu kuna vitu vyako vitaonyesha vya ajabu hapo. Ndio maana nasema mimi hakuna. Na hiyo siku ya mwisho tunakaa kama hivi, tunakuwa kama tuko uwanja wa Taifa pale. Ndio tumekaa hapo sasa. Wanaotembea hapo ni malaika tu. Yaani hapo unasubiri adhabu yako. Ndio ile malaika anafika kwako, anaanza kukushikashika kichwani, umekaa hapo. Kipotoshi. Mzee wa bia za moto, unaanza Mungu wangu. Amejuaje na kunywa bia za moto huyu malaika? Anatembea huyu, anaondoka, anakuja malaika tena mdada, anafika kwako. We kaka, we kipotoshi. Ulitembea na Stella na rafiki zake wote wale. Yaani hapo hujapewa adhabu, unapewa mafaili yako hapo, ni mbinguni huko. Unaanza leo nimepatikana kwa kweli. Ni shida, ndio maana nasema mimi kwenda mbinguni hiyo issue siwezi, kwa sababu dhambi ziko nyingi. Na hii hapa ni kwa faida yenu wote. Jamani, unajua kuna watu hawalali na nguo usiku, wanalala uchi. Wanajisifu kabisa, mimi joto hili siwezi kulala na nguo. Unajua mwizi au jambazi anapokuja kuiba, anakuja kwa lengo moja tu la kuiba. Alafu akakukuta huko uchi tena. Unajua mnamtengenezea mazingira jambazi aonekane mbaya. Wewe vuta picha, wewe ndio jambazi, unaenda kumuibia mtu, umemkuta yuko uchi. Unakuwa na mawazo mawili. Unaweza ukaacha ile shughuli yako ukaanza kuwaza nyingine. Alafu hivi umeongozana na mtu ambaye ametoka kupigana alafu amepigwa. Ni rafiki yako. Yaani unajaribu kumfariji pale, sasa unaanza wa mwanangu, unajua kuna ngumi ulimpa pale.
Sasa yeye anakuwa amevimba. Sema tu yule jamaa ana mwili mgumu hajavimba pale. Naambia kuna teke uliruka kama jetri kabisa mwanangu karuka hivi. Kutokana na time itabidi tumalizie tu story moja ya mwisho ili tuweze kuendelea na mengine. Unajua kuna siku nilikuwa naenda Mwanza kufanya show. Mwanza ni mbali. Hakuna mkoa ambao upo karibu na Mwanza zaidi ya Mwanza yenyewe. Unajua Mwanza kuna muda unasafiri, yani unaona makalio kabisa yanauma, unabadilisha moja unakalia ili linauma unakalia lingine. Unajua sasa Wasukuma ni shida ni wale Wasukuma uliokaa nao kwenye gari. Unajua Msukuma mnaenda Mwanza lakini anavyopaelezea Mwanza ni kama mmeanza kufika. Ni sasa hivi tu hapo Ngosha, bado masaa 4 tu au 6 hivi. Ni karibu. Na moja ya watu ambao ni wasumbufu kwenye maisha ni Wasukuma. Unajua Msukuma mimi nilikuwa natangaza redio Mbeya. Msukuma akipiga simu kwenye redio, unajua kwenye redio ustahili kutaja redio nyingine, kwa mfano Clouds au Wasafi, utakiwi kuunganisha. Kwa hiyo Msukuma anaweza kapiga simu Clouds, anaomba wimbo, anambia naomba wimbo wa Jux. Hapo ni Clouds kapiga, naambia wimbo gani Ngosha? Sema nimesahau bana, nilikuwa nasikiliza Wasafi muda sio mrefu hapa. Naambia Ngosha, uruhusiwi kutaja redio nyingine kwenye redio yetu. Kwa kuitaja Wasafi kuna shida? Naambia kuna shida, usirudie. Basi sihitaji tena Clouds. Hata naendelea kuitaja hiyo redio. Na ukimpa nafasi ya kutuma salamu kwa watu 3, Msukuma anatuma salamu kwa watu 12, kwa sababu mtu wa kwanza anasema salamu za kwanza zimwendee Johnny, Asha na Stella. Hapo 3 tayari. Salamu zangu za pili zimwendee Leonardo, Johnny na Asha. 6. Za mwisho kabisa anataja tena wengine 3. Unamwambia asante Ngosha, anambia naomba niongeze basi hata mmoja au 2. Anambia Ngosha, kwanza umetaja wengi. Anasema basi nitaka nimtaje Asha na Stella tu. Hapo tayari amewataja. Sasa hiyo story ambayo ilinikuta Mwanza ilikuwa kama hivi. Nimefanya show, nikaenda sehemu kunywa kupata 1 2 3 hivi. Sasa kuna sehemu nilikuwa nimekaa. Mbele yangu kulikuwa na mdada mzuri, mimi nilikuwa nimemuelewa, yuko mbele yangu amekaa kama kule. Kumbe nyuma ya yule dada kuna mzee naye amenielewa mimi. Alafu mambo ya stories za ajabu ajabu hizi mnatulia. Mnapenda mtu abakwe, si ndio? Jamani asanteni sana, naitwa Kipotosh kutoka Watu Baki. Kwa upande wangu au vipi, lakini pia nimekaa pale kuna watu pia walikuwa wanajaribu kuuliza kwamba kwa nini Kipotosh? Yaani ilikuwaje mpaka ukaamua kujiita Kipotosh? Ni jina ambalo halina maana yoyote, si wachanganye. Yes. Hii jina ni la uncle. Unajua zamani unalisishwa majina hayo. Sasa mimi sijui, haina maana yote, ni Kipo. Mimi wananiita Kipo. Sasa Kipo kinini wakaamua kuongezea Tosh. Kwa Kipo Kitosh. Kipo Tosh. Basi sawa, makofi tena kwa Kipo Tosh jamani. Big time. Yes. Asante sana. Nawakumbusheni tu kwamba usiku wa leo kwenye Uosa Live Comedy Show tumeenjoy mambo mazuri. Tulikuwa na comedians kutoka ndani ya Morogoro, lakini pia tulikuwa na wanamuziki kutoka ndani ya Morogoro ambao wako ndani ya Uosa. Lakini kubwa kuliko tulikuwa na ndugu zetu kutoka Dar es Salaam. Tunamzungumzia Kipotoshi pamoja na Leonardo ambao tulikuwa nao visible hapa, na wamekwenda kutupatia kile kitu ambacho mioyo yetu ilikuwa inasubiri kwa hamu sana. Bila shaka kila mtu ameenjoy na amefurahia sana. Kwa hivyo basi ni waase nyinyi nyote ambao tulikuwa pamoja usiku wa leo, siku nyingine unaposikia kuhusiana na Uosa Live Comedy usikae kinyonge.